Bwana asifiwe, mtumishi wa Mungu. Langu jina ni Sia Michael Wilson. Ni kukaribishe uweze kusikiliza hii hekima ya kimbingu. Watu wengi huwa wanajiuliza Mungu anawasaidiaje watu, au ni namna gani Mungu anawasaidia watu. Kila mara Mungu akitaka kuwasaidia watu wake, Mungu huwa anatumia watu. Kwa lugha nyingine niseme, njia ya Mungu ya kuwasaidia watu, anatumia watu. Niseme kwa lugha hii, namna bora ya Mungu kumtoa mtu kwenye utumwa, kwenye umaskini, kwenye magonjwa, kwenye balaa, Mungu huwa anatumia watu. Ninakuombea kwa Mungu uwe na macho ya kuwaona na kuwatambua wale ambao Mungu amewatuma kwenye maisha yako, ili mmoja, wakutoe kwenye kila tatizo ulilonalo, kwenye kila kukwama unakokwamia, kwenye kila kushindwa unakoshindwa. Mungu akupe macho na uyapokee, weze kuwatambua ambao Mungu amewaachilia kwenye maisha yako, ili wakutoe kwenye kila aina ya utumwa. Wana wa Israeli walipokuwa kwenye nchi ya utumwa, wakitumikishwa, wakiteswa, wakipigwa, wakionewa, Mungu alipotaka kuwatoa alimtuma Musa. Musa ni mwanadamu, alikuwa ni mwanadamu. Haitoshi, wana wa Israeli walipojikuta kwenye utawala wakitumikishwa chini ya Wamidian, Mungu alimwinua Gideoni. Ninataka nikwambie, njia za Mungu ni watu. Jifunze kuheshimu watu, jifunze kuwasikiliza watu, jifunze kuwajua watu. Haitoshi, wana wa Israeli walipojikuta kwenye mikono ya Wafilisti, Mungu alitengeneza njia. Mungu alitafuta namna ya kuwatoa kwenye mikono ya Wafilisti. Mungu akamwinua Samsoni. Nisikilize mtumishi wa Mungu, Mungu hatatoka mbinguni aje akusaidie. Mungu anatumia watu. Jifunze kuwaona watu kwenye maisha yako ya kwamba ni zawadi pekee ambayo Mungu amekupa wewe, ya kwamba ni zawadi pekee ambayo Mungu amekuletea wewe. Jifunze kuwapa thamani watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Haitoshi, kwenye Isaya 43 mstari wa 4 Biblia inasema kwa kuwa wewe umekuwa ni wa thamani. Anasema atatoa makabila ya watu kwa ajili ya maisha yako, lakini anasema atatoa watu kwa ajili yako. So kila mara Mungu anapotaka kumfanikisha mtu wake, Mungu anainua watu. Ninamwomba Baba wa mbinguni akupe macho ya kuona na kuwatambua wale ambao amewainua kwa ajili ya maisha yako. Hautofanikiwa si kwa sababu watu hawapo. Hautofanikiwa ni kwa sababu haujui kuwathamini watu. Elimu ni nzuri, lakini haijawahi kuwapa watu maisha. Watu ni njia pekee ambayo Mungu anaitumia kukusaidia wewe.